15 kipindi ambacho tunakutana na viongozi mbalimbali ambao tumewapa dhamana kuongoza taifa letu ili kuweza kupata ufafanuzi, maoni na nini ambacho sasa wanakifanya katika kuihudumia Tanzania yetu. Katika kipindi hiki naitwa Selemani Semunyu na ninaye mbunge wa Urambo Mashariki, lakini pia ni waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki, Bwana Samuel Sitta. Karibu sana. Asante sana. Asante mtangazaji. Hongera. Asante. Naweza kusema hivi kwa majukumu, manake kwa majukumu wakati mwingine inabidi kwa hongera pengine ili yawe mepesi. Inabidi. Na pia kuombewa pia. Na sala na kadhalika, kwa sababu si mambo mepesi. Kwa nini si mambo mepesi? Si mambo mepesi kwa sababu kuhudumia watu wengine ni jambo ambalo linataka kujitolea kwa kila namna. Muda wako, tafakari zako, akili zako, kuangalia kwamba hayo unayoyafanya ni kweli yanalingana na kiapo ulivyoapishwa kwamba unawahudumia wananchi kwa uaminifu na kwa uadilifu. Kwa hiyo si jambo mepesi. Ulipokuwa spika, ndio ulikuwa na tuseme slogan ni kauli mbiu ya kwamba utaongoza bunge kwa standard na speed. Vipi sasa viwango na kasi? Vipi katika wizara sasa? Halihusu cheo kile tu cha spika. Hii ni falsafa yangu katika maisha. Na inatokana, ndugu mtangazaji, na ukweli kwamba huduma yoyote inapimwa kwa vitu viwili vya msingi. Je, unaipata kwa viwango? Kama unanunua bidhaa fulani unaitazama, je, ina kiwango chake? Lakini pili, uipate kwa wakati. Hapo ndio inakuja speed. Kwa sababu huduma ikiwa ni nzuri au bidhaa ikiwa ni nzuri lakini haipatikani kwa wepesi au kwa haraka, basi bado ni tatizo. Kwa hiyo vitu viwili hivi ninavitumia kama sehemu ya falsafa yangu ya kuhudumia wananchi. Na hapa nilipo katika wizara ya ushirikiano wa Afrika Mashariki bado nalitumia hilo hilo, kwa sababu naamini Watanzania wanataka yale yanayopatikana kama maslahi kwa nchi yetu yapatikane kwa kiwango kinachostahili. Na kiwango kwenye hili sasa ni kwamba haki yetu kama Watanzania tuweze kuipata, lakini pia tuipate kwa uhakika na kwa wepesi. Kama jambo ni la maana tulipate, kama halina maana tuliweke pembeni. Lakini karibuni tunasema nilisikia ukizungumza kwamba pengine kuelekea katika jumuiya hatutakuwa na jumuiya kama ile ambayo tuliwahi pengine hapo ilikuwa inakusudia nini? Kwa maana tulikuwa tukiona kama ile jumuiya ilikuwa ni nzuri na ilituelekeza katika mafanikio pengine. Sasa ilikuwa na mtego mmoja ambao pengine haukukusudiwa. Lakini ukumbuke miaka ya 70, miaka ya 60, ushirikiano ulionekana bayana zaidi miongoni mwa viongozi, sio wananchi wa kawaida. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa jumuiya inategemea sana maridhiano na mahusiano ya viongozi. Viongozi wasipoelewana tu, basi mtu anaitoa sasa nchi yake katika jumuiya. Tulipoanza miaka ile 75 kutokuelewana na wakina Charles Njombe wa Kenya na kadhalika, basi ilivunjika kwa urahisi. Hii ya sasa hatuendi hivyo. Mambo yote kwanza tumeshirikisha sekta binafsi sana. Wafanyabiashara wanakutana, wadau mikutano wao ya kanda, sio wanasiasa tu wanaokutana. Pili, tumeshirikisha hata vyuo. Vijana wetu hivi sasa wameunda karibu kila chuo kikuu kuna chama cha wanafunzi wanaotetea Afrika Mashariki, na kila mara wanapita kwenda kuongea nao. Lakini pia tunahakikisha katika majadiliano tunaanzia ngazi ya maafisa. Nikija wazo wanaongea maafisa, kutoka kwa maafisa zinakwenda kwa wakuu wa idara, alafu zinakwenda kwa kamati ya makatibu wakuu nchi zote 5, alafu ndio wanakwenda kwa baraza la mawaziri. Yaani mawaziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki kutoka nchi zetu 5 ndio baraza la mawaziri. Baada ya hapo ndio tunawapelekea wakuu wa nchi kwa maamuzi. Kwa hiyo utaona
ni tofauti na maamuzi kwa yanatoka juu kushuka chini bila kuyaelewa, na hali ya sasa ndio mnajadili athari, faida ya jambo, halafu mnapeleka juu, mnapata uamuzi. Sasa pia kushirikisha jamii. Soko la pamoja. Soko la pamoja. Kama halieleweki, lakini pia linaonekana kama ni jambo la kiafrika Mashariki, lakini si la nchi moja moja. Ni kweli, nadhani hapa ni tatizo la nchi zetu kulielezea jambo hili vizuri. Katika mtangamano wote, yani integration ndio mtangamano, mnaanzia ushuru wa forodha, soko la pamoja, kuwa na mfumo mmoja wa fedha, yani kuwa na currency moja, hatimaye ndio mnakuwa na shirikisho. Sasa katika hili la soko la pamoja, ambayo ndio hatua ya pili ya mtangamano, tumepiga hatua, kwa maana ya kwamba nini soko la pamoja? Kwanza inabidi tulieleze. Soko la pamoja maana yake kurahisisha kubadilishana au kuvuka mipaka kwa rasilimali zote pamoja na watu wawe huru kutembea katika nchi husika, na bidhaa na huduma. Tumeanza vizuri kwa sababu tayari tuna mfumo wa ushuru mmoja. Yani sasa hivi ushuru wetu, hakuna ushuru baina ya nchi za Afrika Mashariki. Unapouza kitu Kenya hutozi ushuru. Uganda ikiuzia Burundi hawatozi ushuru. Ushuru tuliokubaliana ni mmoja ambao unaanza kufanya kazi nje ya mipaka ya nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, sasa kilichobaki ni ushindani wa kibiashara bila kuingiza swala la ushuru. Sasa ndio inaingia hatua ya soko la pamoja. Soko la pamoja kwa kifupi ni kujaribu kurahisisha mawasiliano ya rasilimali na usafirishaji wa rasilimali baina ya nchi bila matatizo. Kwa mfano, sasa hivi nitoe mfano, kwa Tanzania tumeruhusu walimu wa vyuo vikuu waingie bila matatizo, kwa sababu tuna upungufu. Tumeruhusu mtu anayetaka kuja kuanzisha chuo, ndio maana unaona tuna Kampala University hapa, hao wameingia chini ya soko la pamoja, kwamba katika elimu ya juu hatuna kikwazo kwa mtu kuja kuwekeza katika elimu kama anatoka hapa Afrika Mashariki. Vivyo hivyo wataalamu, walimu wa vyuo vikuu, walimu wa hata sekondari kwa baadhi ya masomo kama fizikia, kemia, hisabati pia wameruhusu. Kwa hiyo kila nchi inatangaza mara kwa mara fani zipi zinaruhusu sasa wataalamu waje bila vikwazo. Kwa maana pengine kitabu na bunge lenu la Afrika Mashariki, pengine yale ambayo nani mmeafikia na kuazimia kuyaleta kwenye mabunge yetu, pengine kuondoa zile kutokuelewa na hiki na kile kwa wananchi na pamoja na viongozi wetu ambao watuwakilisha. Upungufu huo mimi nakubali, na ndio maana kama ulifuatilia katika bajeti ya mwaka huu 2011-2012 serikali imetenga katika hali ngumu, lakini imetenga bilioni 1 kuanza kutoa elimu hiyo. Sasa tutakuwa na vipindi vya television, vipindi vya radio na ziara za mikoani, na pia maonyesho kama sinema hivi, na gari maalum ambalo litakuwa ni la kuonyesha fursa mbalimbali za Afrika Mashariki na maamuzi ya Afrika Mashariki. Jambo hili lilikuwa lifanyike siku za nyuma, na ndio maana dhana kama ushuru wa forodha, soko la pamoja havijaeleweka vizuri, lakini tunajaribu twende ndio ule muda ambao nyuma tulipoteza sasa tufidie, wananchi waweze kuelewa vizuri sana, kwa sababu hakika katika dunia ya sasa hakuna cha kuchagua. Huwezi kusema kwamba mimi sitaki ushirikiano wa kanda. Ukisema hivyo basi utandawazi utakumaliza wewe peke yako.
kwa sababu wewe sasa utapambana sasa na utandawazi bila kuwa na wenzio. Kwa hiyo kuwa na soko la Afrika Mashariki la watu milioni 133, tukiwa na uhuru kamili wa mtu kutumia vipaji vyake, Mtanzania aweze kutoka hapa aende Rwanda akaanzisha shughuli yake kulingana na kipaji Mwenyezi Mungu alichompa, na afanye huko kwa faida bila bughudha yoyote, ni jambo kubwa sana kwa kweli. Nasikia sasa mnaelekea kuna umeme pia. Ni kweli. Mfano huko mipakani ya nchi zetu kuna fursa za mali asili ambazo tumekuwa hatuzitumii, kwa sababu tu ya mahusiano tu tunakaa huu ni mpaka basi naacha. Lakini chukua mto Kagera. Mto Kagera ni mto ambao unaunganisha nchi 3, Uganda, Rwanda na Tanzania. Sasa katika mwezi uliopita wakati wa mkutano wetu wa baraza la mawaziri Arusha, mimi na mwenzangu waziri wa Uganda anayeshughulikia mambo ya ushirikiano wa Afrika Mashariki tumetiliana sahihi mkataba wa kuzihusisha sasa nchi zetu kujenga bwawa katika maporomoko ya mto Kagera pale, eneo linaitwa Mrongo kwa Tanzania, na ng'ambo ya pili inaitwa Kikagati, ili tupate umeme wa megawati 16 ambao tutagawana megawati 8 na 8. Na kwa hiyo kuwezesha sasa mkoa wa Kagera kwa matumizi yale ya kawaida usiwe tena tegemezi na upate umeme wa rahisi ambao unaingia kwenye grid ya taifa. Lakini hapa tunapozungumzia huu ushirikiano, ndio kuna yale ambayo sisi tunaona kwamba yanakuwa ni magumu. Yaani kwa maana kwamba tukiangalia mfano kwenye ardhi, sisi tuna fursa nyingi sana hiyo. Sisi tumejipangaje kuhakikisha kwamba zile fursa ambazo tunazo pengine hazitumiki tu kunufaisha nchi nyingine na badala yake ziendelee kunufaisha Watanzania zaidi? Kwanza ni kutoa wasiwasi ndugu mtangazaji na pia wananchi, swala la ardhi halipo katika jumuiya. Tulikubaliana tangu mwanzo mwaka 99 kwamba ardhi itatawaliwa kila nchi na sheria yake, na hiyo iliondoa sana hofu ambayo tulikuwa nayo hasa wa Tanzania, kwa sababu katika jumuiya nzima nchi 5 hizi, nchi ambayo ina ardhi ya kutosha ni Tanzania. Burundi na Rwanda wana maeneo madogo na idadi ya watu ni kubwa. Uganda pia ni hivyo hivyo. Uganda ni kama robo ya Tanzania kwa eneo, lakini na watu wengi sana, zaidi ya milioni 20. Kenya sehemu kubwa ni jangwa kaskazini, kule kaskazini mashariki. Kwa hiyo eneo la kuishi watu ni lile eneo linalofuata reli kutoka Mombasa hadi Kisumu. Kusini huko Kajiado ni ukame, Masaini. Kaskazini kule Turkana ni jangwa kabisa. Kwa hiyo nao wana shida. Sisi bado tuko salama kwa maana hiyo. Na kwa mujibu wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ardhi sio swala la jumuiya. Kwa hiyo sheria zote tulizonazo zinazolinda ardhi hiyo ni ya wananchi ziko pale pale na haziingiliwi na kitu chochote au sheria yoyote kutoka jumuiya. Kwa hiyo Tanzania wana amani kwamba hakuna tatizo kuhusu ardhi. Sudan Kusini inaonyesha nia. Ndio. Sisi mnaitazamaje hili? Hili limeleta tatizo kwa sababu mwezi Juni, kama mwezi mmoja kabla ya uhuru wa Sudan Kusini, Sudan kama nchi tarehe 9 Oktoba na tarehe 9 Juni mwaka huu walileta ombi la kujiunga na Afrika Mashariki kama Sudan. Sasa baadaye tarehe 9 mwezi wa 7 Julai, yani mwezi mmoja baadaye, tulikuwa tunajua wote kwamba kuna sherehe za kupata uhuru wa Sudan ya Kusini. Kwa hiyo tumeona hapa kuna tatizo, manake moja ya sifa za kujiunga na jumuiya ni kwamba uwe unapakana na nchi mojawapo katika jumuiya. Sasa iliyoomba ni Sudani ya Khartoum. Sudani ya Kusini ambayo ndio tunapakana nayo
mpaka sasa ingawa wamesema wanataka sana kuingia, hawajaomba rasmi. Kwa hiyo imebidi tutulie tu kwanza tuione hii hali itakwendaje, kwa sababu haingia akilini kwamba tuwe tuna uhusiano na kaskazini halafu katikati hiyo nchi ambayo sio mwanachama. Kwa hiyo tunasubiri. Nadhani tukipokea maombi ya kusini ni rahisi kupendekeza kwa kuwa nchi kwamba sasa tuipokee hiyo kama hatua ya kwanza. Baadaye kaskazini wakitaka basi wanaweza wakajiunga. Zanzibar Ndio. Katikati hapo kama sema kwamba Zanzibar kipindi hicho ilikuwepo pengine haipati ushiriki mzuri na pengine yenyewe ingia hapa, ili pengine yenyewe mlitazama sasa kwa kama nchi sasa kuacha. Ndio. Zanzibar inashirikishwa kikamilifu katika kila jambo tunalofanya katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunazingatia ule ukweli kwamba katika muundo wetu wa muungano yako mambo ambayo ni ya Jamhuri ya Muungano na yako mambo ambayo ni ya Zanzibar. Na mambo kama uchumi na mambo ya kilimo, mambo ya elimu ni mambo ambayo SMZ, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, ina mamlaka kamili. Sasa lakini tunatambuliwa kama nchi moja kwa maana ya jumuiya. Kwa hiyo tulichofanya hapo ni kuwa na kamati za pamoja za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Serikali ya Muungano wa Tanzania, kuanzia ngazi ya maafisa. Kwa mfano masuala ya afya tunashirikisha maafisa wa Zanzibar mpaka katibu mkuu wa afya, mpaka tunakuja kukutana kwa pamoja. Kwa hiyo tunapokwenda Arusha ama tunapokwenda kukutana na wenzetu, msimamo unaochukuliwa unakuwa una maslahi ya pande zote mbili za muungano. Hakuna swala lolote ambalo tunakwenda tukawa tu serikali ya muungano imewakilisha Zanzibar bila mawaziri wa Zanzibar kuwepo. Kila safari mathalan ya mawaziri kwenda kujadiliana na wenzetu Rwanda, Burundi na kadhalika, tunakuwa pia na mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na kamati zote tulizounda za shughuli hizi zina muundo ambao ndani yake serikali zote mbili zimo. Jeshi, kuna mpango wa kuwa na jeshi la Afrika Mashariki, jeshi la pamoja. Tunafanya majeshi yetu yanafanya mazoezi kwa pamoja. Hata hivi sasa nadhani wiki ijayo kutakuwa na zoezi linafanyika Zanzibar kwa majeshi ya nchi zote 5. Lakini bado hatujafika mahali pa kuwa na jeshi moja, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yatasubiri muundo wa shirikisho. Utakumbuka ndugu mtangazaji kwamba hatua ya mwisho sasa, baada ya kuwa na sarafu ya pamoja, sarafu moja, basi tutaanza kujadili kuwa na shirikisho. Sasa katika serikali ya shirikisho ni dhahiri kwamba upo uwezekano katiba ikataka rais awe mmoja na wengine wawe au makamu au mawaziri wakuu wa nchi. Kwa hiyo hapo hoja ya kuwa na jeshi moja inaweza ikajitokeza hapo, kwa sababu haiwezi kuwa ni shirikisho nchi moja halafu ikawa majeshi ni tofauti. Tano na siku ya leo ninaye mbunge wa Urambo Mashariki, lakini pia ndiye waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki, Bwana Samuel Sitta. Tumewahi kuwa speaker. Hivi kanuni zilizotumia na ambazo zinatumika sasa zina tofauti kidogo, maana naona kama zile kipindi kilikuwa na upendeleo tofauti na kwa Sitta, tofauti na kwa hivi, pengine labda uweke wazi kidogo hivi kama kuna tofauti kanuni ya kipindi chako na sasa katika speaker. Hapana. Kanuni hizi tunazotumia zilipitishwa mwezi Novemba mwaka 2007 wakati mimi nikiwa speaker. Ni kanuni ambazo zinajaribu kuboresha demokrasia ndani ya bunge na demokrasia ndani ya nchi. Na msingi wake ni kwamba katiba inatamka bayana katika ibara ya 8 kwamba mamlaka ya kuiongoza nchi inatokana na wananchi. Yaani mamlaka yanatokana na wananchi. Hilo ni kitu cha msingi sana katika katiba. Na wananchi wamekabidhi mamlaka hayo
kwa bunge. Kwa hiyo unaweza kuona hapo kilichokusudiwa na katiba ni kwamba bunge liwe na sauti. Sasa sauti hiyo kabla ya bunge la 9 ilikuwa haionekani, ingawa imo katika katiba. Kwa hiyo niliteua kamati ya wabunge, waheshimiwa wabunge 7 wakiongozwa na Mheshimiwa Job Ndugai ambaye sasa hivi ndiye naibu speaker. Wakatembea nchi 8 za Jumuiya ya Madola. Wakaanzia hapa kwetu karibu Kenya, Uganda, wakaenda Mauritius, wakaenda Ghana, wakaenda India, wakaenda Zambia. Baada ya kurejea wakawa wamechukua yale yaliyo mazuri kutoka kila bunge ili sisi tuchague sasa. Kwa hiyo kamati ya Ndugai na ripoti ya Ndugai ikatusaidia sasa kutunga kanuni ambazo zinaleta demokrasia na uhalisia wa matatizo ya wananchi ujitokeze katika mjadala katika bunge. Na ndio maana tukaanzisha kwa mfano waziri mkuu ahojiwe papo kwa papo ndani ya bunge kila wiki siku moja kwa muda wa nusu saa. Wengine bado wanasema hiyo saa moja, lakini ni mambo mengine. Tukaanza hapo, tukaanzisha utaratibu wa kuziruhusu kamati kutunga miswada ili kwamba serikali ikichelewa kuhusu jambo linalohusu wananchi, bunge lenyewe linaweza kuanzisha harakati ya kutunga miswada kupitia kwenye kamati zake. Tukaanzisha taratibu nyingine ambazo zilikuwa zinawezesha masuala muhimu kuundua hoja binafsi na kadhalika na kadhalika. Yote hii ikaleta uhai mzuri sana wa bunge, na mimi nashukuru kwamba nchi imeheshimu kuweza kufanya mabadiliko kama hayo. Na hiyo mheshimiwa, unazungumzia pengine hakukuwa na agenda maalum katika kusukuma kuyatekeleza haya katika kipindi chako? Mimi binafsi nilisukuma tuna mantiki ya katiba na umuhimu wa wananchi sasa kuanza, kwa sababu sasa hivi tumekuwa tukizungumzia utawala bora, na utawala bora haiwezekani bila bunge imara. Kwa hiyo kama wanavyosema wazungu, bunge without teeth, yani bunge linakuwa lipo tu lakini ni kama sherehe hivi. Mkifika pale mnazungumza mambo, serikali ikikemea kidogo mnarudi nyuma na hivi na hivi. Kuliwezesha bunge sasa lijitokeze kama chombo mahsusi cha kuwakilisha wananchi ndio ilivyokusudiwa katika katiba. Kwa hiyo hakukuwa na ajenda yoyote. Kuna watu walifurahi na ndio wananchi wengi sana wamefurahia hali hiyo, na ndio maana hata vikundi vyenu vinaporushwa inapoonekana hasa ni wabunge, kipindi cha bunge kimeanza kwa kinapata watazamaji wengi sana, na ninadhani jambo zuri. Sasa nikirudi kwa swali lako, kanuni zimebadilika? Kanuni hazikubadilika. Kilichobadilika ni kwamba kwa mara ya kwanza tumepata wabunge wengi zaidi wa kambi ya upinzani kuliko siku za nyuma, na pili kumetokea kama aina fulani ya ukali hivi miongoni mwa wabunge, wengine kwa kutozielewa vizuri kanuni. Kwa hiyo naweza kusema baadhi yao pengine wamepitiliza mpaka. Sasa hapo kulikuwa na malengo wakati ukizifanyia ukizihuisha hizi ambazo kuna katiba na zikutumika. Unahisi malengo yako kwa mwendo huu yatafikiwa? Mimi nadhani ni mapema mno kuamua, kwa sababu tumeshafanya mikutano 4 tu na bunge lina mikutano 20. Kwa hiyo tusubiri. Mimi ningependa uwazi ndani ya bunge uongezeke kuliko hata ilivyokuwa kwenye bunge la 9, lakini kwa hoja, sio kwa propushani, kwa hoja. Ningependa zaidi kwamba bunge liendelee kuwa na nguvu ya kuiweka serikali katika hali ya kuwajibika zaidi kwa wananchi, kwa sababu ndio kazi yetu ya bunge. Kwa sasa hivi unaonaje baada ya wewe kumaliza muda wako sasa, na kwa sababu kila kitu kuna mtazamo, malengo, unaona mwendo unavyokwenda? Kwa sasa hivi nasema ni hatua kama ya mpito, ni mwaka wa kwanza tu. Taratibu zipo, kanuni zipo, na mimi na hakika kwamba tukimpa nafasi spika mpya na timu yake watafika pazuri tu.
wana ujuzi, wana uzoefu mkubwa. Spika Makinda alikuwa ni naibu spika kwa miaka yote 5. Kazi zote tumefanya pamoja, amekuwa mshauri mzuri. Nadhani apewe muda, kwa sababu hata mimi ungenipima mwaka wa kwanza pengine isingekuwa unaona ufanisi wowote, lakini baadaye tulipotunga hata kanuni mpya mwaka 2007 ufanisi wa bunge ukapanda. Umekaa kwenye kile kiti, kuna wakati inafikia kweli unalemewa? Ni pagumu pale, kwa sababu hakuna unachojiandaa pale, kwa sababu hujui nini kitatokea. Mathalan mbunge anaposimama anasema mwongozo wa spika, sasa hujui yeye anakusudia nini pale, ila unatakiwa uwe makini, utulie. Na uzuri kanuni zinaruhusu uahirishe uamuzi, sio kwamba kila anayesimama ujaribu kujibu, unaweza ukaharibu. Kwa hiyo unasubiri, ikibidi unapata ushauri, alafu kama ni asubuhi basi mkutano wa jioni, kikao cha jioni, unatoa uamuzi. Lakini kulemewa kupo. Kama mimi sikuona tatizo kubwa sana, lakini kwa sababu nadhani kitu kikubwa nilichokuwa nakiona pale ni kwamba lazima usimame katikati na utende haki. Ukifanya hivyo ni vigumu sana kuja jambo ambalo likaonekana linakulemea, kwa sababu unaanza kulemewa kama usimami pazuri, usimami katikati. Uhusiano wa spika kwa kweli ni uhusiano mgumu sana, wakati huo kuna chama chako, kuna wananchi tu, kuna serikali. Mara nyingine kule ambapo wanavutia serikali siku nzuri, kwa sababu kunaweza kuwa na pengine waziri fulani, kiongozi fulani ana maslahi binafsi tu anataka kuyatetea. Kwa hiyo inataka ujasiri kusimama katikati na kusema tutakwenda njia hii, hivi ndivyo wananchi wanataka. Na ukitumia haki, sioni nini tatizo la kulemewa pale. Lakini ukipindisha tu kitu, wabunge watakuja juu na inaweza kuwa shida. Si vibaya. Kwa sababu wakati ulipita, hivi unaweza kukumbuka siku ambayo unaweza kusema hapa, balai. Kama nikirejea nyuma, siku ambayo ilikuwa ngumu sana ni siku ambayo waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa alijiuzulu. Siku ilitarajia. Baada ya taarifa ya Mheshimiwa Dr. Harrison Mwakembe kusomwa, nilikuwa natazamia kutakuwa na mjadala alafu kutakuwa na majibu. Lakini kama unavyokumbuka, baada ya mjadala ule wa kwanza tu waheshimiwa wabunge kama 6 hivi, siku ya pili waziri mkuu Lowassa akaniomba kwamba yeye aseme kwanza. Sasa nikamwandikia kwamba mjadala ndio unaanza, sasa vipi unataka kusema? Akasema nataka niseme. Na waziri mkuu anapohitaji yeye kusema, unampa kipaumbele. Kwa hiyo nilipompa kipaumbele, nikidhani labda anataka kujaribu kurekebisha baadhi ya mambo ambayo yametolewa katika taarifa ya Mwakembe, badala yake akasimama akajiuzulu. Sasa sikumtazamia hata kidogo, na nilikuwa najua kikatiba akijiuzulu waziri mkuu serikali inaanguka, hakuna tena serikali, kwa sababu katiba inadhihirisha, inaainisha kukosekana kwa serikali ni msingi ipi. Kwa sababu nini kutarajia wakati bunge linaweza kufanya maamuzi yoyote? Kujiuzulu ni swala binafsi. Unajua wakati huo sasa sisi tulikuwa tunalitazama, au binafsi nilikuwa nalitazama, ni kwamba kuna hoja mle serikali itasimama kutetea kwamba kilichosemwa na kamati teule ya Mwakembe kina kasoro hizi, kina dosari pale, kimekosewa hapa. Huo ndio mjadala nilitarajia. Sio kwamba baada ya zile tuhuma kutoka waziri mkuu mwenyewe anajiuzulu. Sasa
Kwa hiyo pale sasa ikabidi niahirishe bunge, na kwa kuwa hakuna sasa serikali, ikabidi niende kwa Mheshimiwa Rais na tuseme tuondoke Dodoma, tufanyeje, kwa sababu huwezi hata siku ya pili huwezi kuwa na kipindi cha maswali kwa sababu serikali haipo. Kwa hiyo hii ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Naam, mwelekeo wako, mtazamo wako ni katika kutetea wanyonge. Ndio. Na hii inaonekana kama ndio mwanzo wako wa vita vya kupambana na ufisadi, kupambana na wale ambao wanyonge. Mwelekeo unaonaje na changamoto ambayo unaipata kutoka kwa wale ambao, kwa sababu ukisema unapambana lazima wako ambao unapambana nao au wanaopambana na wewe. Lazima nieleze asili yangu. Mimi natoka familia maskini tu, baba mkulima na mama mkulima, katika mkoa ambao sio tajiri, ni mkoa wa kawaida kabisa, Tabora ule Urambo. Na baba alinilea katika sura ya maadili, alikuwa mzee wa kanisa. Mama yangu ni Muislamu, lakini naye ni mtu aliyeshika dini. Kwa hiyo nimelelewa katika kuamini kwamba kuwaonea watu ama kufanya ujanja ama kuwaibia ni kitu hatari sana. Sasa nadhani haya unavyokuwa, kama umewafuata maadili ya wazazi, ni vigumu sana kupotoka. Na nakumbuka msemo mmoja wa mama yangu mzazi, bado yuko hai, ni kwamba katika moto Jehanamu, sehemu ya moto mkali zaidi imehifadhiwa kwa ajili ya wanafiki. Ndio msemo wake. Sasa bwana, vita hii unafanikiwa ule moto uliouanzisha? Ngoja niseme kwamba kilichopo hapa hatuna mbadala. Tumeachiwa na baba wa taifa urithi wa thamani kubwa sana wa nchi kuonekana ni nchi ya watu waadilifu, wanaopendana, wamoja. Na urithi huo ndio umetubeba mpaka sasa. Unaweza kusema heshima ya nchi hii inatokana na urithi huo. Kwa hiyo kwangu mimi, mtu yeyote ambaye anajaribu kutafuna, kupekecha, kuharibu urithi wa baba wa taifa, anatupeleka mahala ambapo hatutazungumzia tena maendeleo. Anatupeleka katika migongano ya kitabaka. Sasa hivi tuwa moja, lakini hali inaanza kujitokeza ni kwamba wale wanaojilimbikizia mali katika nchi yetu sio tu wanajilimbikizia mali kwa kutosheleza tamaa zao, lakini inaelekea kuna watu wanalimbikiza mali ili kujenga himaya ya dola itakayoendeleza sasa dhuluma hizo ziendelee tena. Sasa hilo halikubaliki, kwa sababu tuna familia, mimi na wajukuu. Sasa unatazama mbele. Mtu hawezi kuendelea tu kuchuma kwa bidii, kuangalia mazingira yakoje, kwa sababu ukitazama mbele una familia yako, una jamii tu, wataishi katika nchi ya namna gani hiyo? Kwa hiyo unafanikiwa? Mimi naamini hivi sasa, kutokana na jinsi wananchi ambavyo wana mawasiliano na wananchi, mikutano ya hadhara ninayofanya, naona kuna mafanikio makubwa. Lakini mara nyingi mheshimiwa, kwa kuzungumzia ufisadi, hawa wafisadi wako wapi na kwa nini wanachukuliwa hatua? Haki toka tunaanza kusema muda mrefu. Mafisadi wanajulikana sana. Mafisadi wanajulikana kwa vitendo vyao tu. Watu waliohusika na EPA ile, kwenda kuchota fedha tu benki kuu, wanajulikana na wengine wako mahakamani. Lakini bado naamini mimi hatua bado hazijafika mwisho. Wengine ambao wamo katika kundi hilo watazidi kuonekana. Watu waliodhulumu fedha za Japani zile za commodity import support, walikwenda kweli, wamefanya jitihada, wakaharibu nyaraka kule hazina, lakini wanajulikana na wanaweza kuchukuliwa hatua. Wanaweza kuchukuliwa hatua. Sasa
kuna hii dhana ya utawala wa sheria, rule of law, kwamba sio tu unamshuku mtu alafu unamkamata. Lakini mimi nadhani katika nchi maskini kama yetu, ukibeba sana hii dhana ya utawala wa sheria ukilinganisha na umaskini wa wananchi, inachukua sura ya kuwalinda watu mmoja mmoja ambao ni wakubwa na tajiri. Kwa sababu sasa kwenye hilo mimi nadhani tunaporudi sasa bungeni, na mimi niko serikalini pia, tufanye kila jitihada kutazama upya kanuni na taratibu zetu, ili sionekane kwamba katika nchi yetu wale ambao wanapora mali wana uhuru mkubwa sana wa kuachiwa kuliko watu wadogo wadogo tu ambao wanafanya kwa kweli makosa ambayo mengine ni kutokana na shida tu. Mtu anaiba kuku, sio anaiba nini. Sasa utaona kwamba mkono wa sheria ni mwepesi sana kushughulika na huyu mtu ambaye pickpocket, mtu anaiba kutoka mfukoni, kuliko mtu ambaye anaingiza nchi hasara ya mabilioni. Kwa hiyo ipo kazi ya kufanya hapa. Mimi nitaendelea kusema ndani ya serikali, nitaendelea kusema ndani ya bunge, nitaendelea kusema katika jamii, ili kwa pamoja. Manake tatizo likifika hapa lilipofika linahitaji nguvu ya pamoja. Lazima tumsaidie rais wetu aweze kuwa na msisitizo mkali zaidi kuhusu kushughulika na watu kama hao. Lakini kauli zako pia zinakuwa na hapo umezungumza pia, lakini kauli zako zinakuwa kidogo zina utata. Huko serikalini wakati mwingine lakini wasema watu ambao bado wako serikalini, wakati mwingine serikali inasema. Mimi sioni utata kwa sababu mbili. Kwanza kabisa, kwa umri wangu na utamaduni wa Tanzania ni kwamba mtu ukiwa na umri fulani ukishapitia mambo mengi. Nimefanya kazi hii tangu awamu ya kwanza, kwa hiyo na uhuru kidogo kuliko pengine waziri wa kawaida kuyasema mambo kwa tahadhari. Kwa hiyo naamini mimi na uhuru huo. Lakini la pili ni kwamba tutofautishe kati ya kupingana na serikali kwenye jambo ambalo mmeamua kwa pamoja. Hiyo ni utovu wa nidhamu kabisa. Hiyo ni tofauti kabisa na kulisema jambo ambalo limetokea ndani ya nchi, hukushiriki katika kama msemi ya serikali, hakukuwa na kikao. Kwa hiyo hakuna chochote hapo unachopinga, unatoa tu maoni yako kwa mujibu wa katiba. Na hilo ni gumu, lakini mara nyingine inabidi mtu utahadharishe. Kwa mfano wakati ule tulipoambiwa juu ya hii kitu inaitwa Doan's, hakukuwa sikuwa napinga kitu chochote hapo. Nilikuwa nasema tu kama kiongozi kwamba hapo tugusia Doan's. Sasa mimi msemo wako sasa tumeshatakiwa kusema mwangu ni ule tu. Hakuna haki yoyote wala wajibu kwa Tanzania na serikali yake kuwalipa hili kundi la wahuni wanaitwa Doan's. Lakini hili ni sheria. Ndio sababu kwa kisheria. Unatazama sheria moja nitafanua. Unajua katika sheria, na ndio maana kuna rufaa, tafsiri ya mambo ni muhimu sana kuielewa. Hebu nichukue muda kidogo nieleze chanzo, kwa sababu ni kweli watu wengi hawaelewi. Wanasema kuna mkataba, serikali TANESCO iliingia mkataba, kulikuwa na zabuni watu wamepata. Turudi nyuma. Zabuni ilikuwa inahusu makampuni kadhaa pamoja na kampuni moja inaitwa Richmond. Kampuni ya Richmond kwa kifupi ilipatikana kwa utaratibu uliokiuka sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu chini ya sheria ya manunuzi ya nchi, Procurement Act ya 2004, wanaoamua juu ya zabuni za umeme ni bodi ya TANESCO. Kilichoamua zabuni ya Richmond sio bodi ya TANESCO, ni timu iliyoundwa
kilichoundwa na serikali ili izungumze kwa dharura. Pengine kulikuwa na nia nzuri kwamba TANESCO labda watachelewa, tuwaundie timu iweze yenyewe kushughulika na zabuni, na mambo haramu yakatokea. TANESCO aliweka vigezo 24 ili mzabuni aweze kuwa na sifa ya kupata hiyo zabuni. Kikundi kilichoundwa na serikali, GNT, Government Negotiating Team, kilienda kinapunguza vigezo kimoja baada ya kingine. Ni kama vile unalazimisha refa, unalazimisha lazima goli lifungwe. Kwa hiyo unawaambia half time hebu panueni goli kwa upande wa timu fulani ili wafunge kwa urahisi. Huo sio mchezo wa mpira tena, ni haramu kabisa. Sasa kupunguza vigezo kutoka 24 hadi 4, nani Tanzania anaweza kuniambia hili ni jambo halali? Kwa nini hatufanyi hivyo kwa zabuni nyingine za barabara za tani? Hata katika vile vigezo 4 bado Richmond alishindwa, kwa sababu alishindwa kudhihirisha kwamba kazi ya aina hiyo ameifanya sehemu nyingine. Kigezo kimoja cha msingi kiliwekwa kwamba mzabuni yeyote anayekuja kwenye mradi wa kugeuza gesi kuwa umeme, kuleta mitambo, lazima awe ameifanya kazi ya aina hiyo na atuoneshe kwamba alifanya. Huyu hakufanya na akapewa mahakama moja. Hapo hiyo bado ni Richmond. Richmond baada ya kushindwa kamtafuta binamu yake Doans kamkabidhi. Wapi duniani kuna utaratibu wa namna hiyo? Mzabuni aliyeshindwa amkabidhi mwingine tusiyemjua, na wote tukubali kwamba huyu naye aliyekabidhiwa sasa bwana Doans aendelee. Kwa hiyo hawa wanaoleta hoja, leo nimesoma gazeti moja la mafisadi wananiita mimi mwanasheria nisiyetii sheria. Sasa hiki ninachokisema ndio wakijibu kwamba inawezekanaje mkataba haramu umepatikana kwa vitisho leo ukaheshimika kimataifa na ndani ya nchi. Kwa hiyo ni haramu na haiwezekani. Lakini la pili, hawa watu tulikuwa na mkataba ambao serikali iliamua kwamba uwe wa miezi 12. Waziri mhusika aliyejiuzuru akaufanya miezi 24 kwa ukorofi tu. Baraza la mawaziri miezi 12. Waziri kwa maslahi binafsi anafanya 24. Ikaendelea, tumekuja kukosana mwezi wa 20 kuingia wa 21. Wakati huo, ndugu mtangazaji, hawa Doans tumewalipa fedha ile milioni 152 kwa siku. Ukihesabu kwa miezi 21, tumewalipa fedha tosha pamoja na faida juu kuhusu mitambo hiyo. Hata wangeondoka nayo wakati ule ilikuwa haina hasara. Kwa fedha zile tu zilizokuwa tunalipa na faida ilikuwa hapo juu. Hicho wengine tulikuwa tunasema sasa mwisho katizeni, hawataki. Wakawarifisha hawa wanaoitwa Doans ambao nao ni kampuni ya karatasi, kwa sababu hata ukifanya kwa nini wanasema kampuni ya karatasi? Imefuatiliwa kule walikosema niandikishwa. Miliki yake ilikuja hapa Tanzania. Sasa huyo mmiliki, mtu yoyote anaweza kuja akajisemea maneno, pengine amelipwa ada fulani ili aseme aliyosema, lakini haonekani kabisa katika utaratibu mzima ule wa makampuni. Lakini hao mheshimiwa wanaweka mawakili hao, au mawakili wanaweka na nani? Sema wakili wa Doans. Sawa. Sasa uwakili nao unategemea uzalendo. Mtu unaweza kuwa wakili fedha nyingi sana ukatetea kitu ambacho hata ukiamini. Kwa hiyo mimi sidhani kwamba swala la Doans lina utata hata kidogo. Ni haramu, na haramu haiwezi kuwa halali. Msingi mmoja wa mahakama katika nchi yetu unasema anayekuja mahakamani yeye mwenyewe asiwe na mkono michafu. Sasa wewe unatokana na mkataba haramu, kampuni iliyojificha imerithi zabuni sio yake kwa utaratibu wa ujanja tu, kwa sababu huwezi leo hii barabara zinajengwa hapa, hujasikia kwamba mzabuni anayeshindwa kujenga barabara
anamtafuta mwenzie tusiyemjua, anamweka ghafla pale, alafu anaendelea na kazi. Hakuna kitu cha namna hiyo. Kwa maana pengine ile kauli yako ya 10% ndio inafanya kazi. Ni dhahiri mambo yote yanakwenda huko. Fikiria hivi leo, nitoe mfano. Mtu mmoja akimbia hapa mtaani hapa Mikocheni, akwapue simu. Akisha kwapua simu, akuletee ndugu mtangazaji, mkushaiba pale, amefukuzwa, amefanikiwa kuwapenya mwizi kaja, anakuletea. Halafu wewe badala ya kumlipa anadai tuseme 100,000, unamlipa 60,000, unasema nyingine simu. Huyu mkwapuaji ana haki ya mahakamani kwa mgogoro huu, kwamba wewe umemkunja sasa. Tuseme sasa ndio hali ya Doan's. Yeye ni haramu. Kaja kusikilizana na TANESCO. TANESCO amelazimishwa. Mwisho imeshindikana baada ya miezi 21. Huyu sasa anakwenda, huyu mwizi sasa anakwenda mahakamani. Anadai haki na mahakama zinamsikiliza. Huu suluhisho wenyewe umefanyika hapa nani? Hapa Movenpick. Mazingira yenyewe yanatisha. Watu wanasema usuluhishi chini ya sheria ya Paris, lakini kwa miezi ile waliokaa pale wale wakilipiwa na hivi, wakikutana na baadhi ya hao mafisadi, jamani, lazima tuwe na uzalendo wa kukubali kwamba inatosha. Kama ungekuwa na mamlaka ya mwisho pengine, na mpaka sasa ungesema sana Doan's, na ukizingatia ukiwa ni mwanasheria pia. Kuhusu Doan's, kila hatua nimekuwa mimi napinga, lakini inaendelezwa. Sasa ifike mahali kama mimi ningekuwa na uamuzi wa mwisho, nikusema tu kwamba hakuna malipo yoyote. Na mtazamaji wa ITV, wakati ndio hivyo tena Merioma, na unatupa mkono, sina la ziada kwa siku leo. Naitwa Suleiman Semunyu, niko naye waziri wa ushirikiano wa Afrika Mashariki katika sehemu ya kwanza mazungumzo yetu. Usikose sehemu ya pili ya mazungumzo yetu, ambapo kuna mengi ambayo natumai una hamu kubwa ya kutaka kuyasikiliza. Na kusihi endelea kuangalia vipindi mbalimbali hapa ITV. Asante na kwaheri.